Katika jiji la Mbeya kusini mwa Tanzania, alizaliwa kijana ambaye hakujua kuwa siku moja angegeuka kuwa miongoni mwa wasanii wakubwa Afrika. Jina lake halisi ni Raymond Shabani Mwakyusa, lakini dunia inamfahamu kama Rayvanny. Rayvanny alizaliwa Mbeya, Tanzania tarehe 22 Agosti mwaka 1993 katika familia ya kawaida. Maisha yake ya utotoni hayakuwa ya kifahari, lakini alijaa ndoto kubwa. Akiwa mtoto mdogo, Rayvanny alipenda sana muziki, lakini hakuwa na njia ya kuufikia moja kwa moja. Alipokuwa shule ya msingi, alianza kuonyesha kipaji chake cha kuimba kwenye matamasha ya shule. Watu walivutiwa na sauti yake ya kipekee, lakini bado haikuwa rahisi kwake kuingia rasmi kwenye tasnia ya muziki. Baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari, Rayvanny aliamua kufuata ndoto zake kwa nguvu. Aliingia kwenye mashindano ya muziki kama Tip Top Connection Talent Search, ambapo alianza kujifunza zaidi kuhusu muziki na kujijenga kisanii. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Alikumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa fedha. Hata hivyo, hakukata tamaa. Mwaka 2015 maisha yake yalibadilika alipogunduliwa na Diamond Platinum na kusainiwa chini ya lebo kubwa ya WCB. Hii ilikuwa ni hatua kubwa iliyomfungulia milango ya mafanikio. Mwaka 2016 aliachia wimbo wake uliyemtoa rasmi kimuziki, Kwetu. Wimbo huu ulipokelewa kwa kishindo kikubwa sana na ukawa hiti Afrika Mashariki. Ndani ya muda mfupi, Rayvanny akawa jina linalotambulika kila kona. Baada ya hapo, akaendelea kutoa nyimbo kali kama Natafuta Kiki, Chuma Ulete na Tetema, ambazo zilifanya vizuri sana kwenye charts. Ushirikiano wake na Diamond Platinum ulimpa nguvu zaidi na kumjenga kama msanii mkubwa. Mwaka 2017, Rayvanny aliweka historia kwa kuwa msanii wa kwanza kushinda tuzo ya kimataifa ya BET Award katika kipengele cha International Viewers Choice. Hii ilikuwa ni heshima kubwa, sio tu kwake bali kwa Tanzania nzima. Lakini mafanikio hayo yote hayakuja bila changamoto. Rayvanny alipitia misukosuko katika maisha yake binafsi, mahusiano, presha ya maarufu. Hata hivyo, aliendelea kusimama imara na kutumia changamoto hizo kama nguvu ya kusonga mbele. Mwaka 2022, kimya kimya, bila drama, bila kelele, Rayvanny alifanya kile ambacho wengi hawakutarajia. Aliamua kuondoka WCB. Hakukuwa na vita, hakukuwa na matusi mtandaoni. Ilikuwa ni heshima, ishara kwamba aliondoka kwa makubaliano mazuri na Diamond Platnumz. Alilipa hadi shilingi bilioni 1 na milioni 300 za Kitanzania ili kujisanua. Baadaye aliamua kuanzisha lebo yake mwenyewe ya muziki iitwayo Next Level Music, akionyesha kuwa sio tu msanii bali pia ni mfanyabiashara wa muziki. Kupitia lebo yake hii ameendelea kukuza vipaji na kujitanua zaidi kimataifa. Rayvanny pia ameweza kushirikiana na wasanii wakubwa Afrika na duniani, akijijengea jina kubwa zaidi kwenye soko la kimataifa. Muziki wake unachanganya ladha ya bongo flava, afro pop, R&B ama piano, kitu ambacho kinamfanya awe na mashabiki wengi sana. Mafanikio: Rayvanny ameshinda tuzo mbalimbali za muziki ndani na nje ya Tanzania. Amekuwa mfano wa mafanikio kwa vijana wengi wanaotamani kuingia kwenye muziki wa kizazi kipya. Leo hii Rayvanny ni miongoni mwa wasanii wakubwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kutoka Mbeya hadi majukwaa ya dunia, ameonyesha kuwa ndoto zinawezekana wakiwa na juhudi, uvumilivu na kujiamini. Hii ni hadithi ya kijana aliyekataa kukata tamaa, kijana aliyepambana hadi akafika juu. Hii ni historia ya Rayvanny. Usisahau kusubscribe, like, share kwa simulizi nyingine kali kama hii.
bye.